57. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba No man can enter. Hawezi kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu huwezi kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake, na kuviteka vitu zake, asipompunga kwanza yule mwenye nguvu, unless you bind the strong man, ndipo atakapoiteka nyumba yake. until you bind the strong man. Na nikasema the strong man anaweza kuwa katika familia, nikasema the strong man anaweza kuwa kwa community, nikasema the strong man anaweza kuwa kwa nation, anaweza kuwa in a city. Yeye ndiye anatawala, yeye ndiye anaongea. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ndiye anakoa, yeye ndiye anaongeza, yeye ndiye anatawala mipango na program za mji huo. Yeye ndiye anaongea. Anasema nini? Anasema hapa katika mji wa Mathare hakuna mtu atainuka, hakuna mtu ataendelea. Wote nitawafunga na ulevi, wengine nitawaweka chini, hakuna mtu ataendelea. Na anasimama anatawala. Yes, a strong man. Anatawala. Just the other day tukapewa ufunuo. The strong man in Mathare anatawala na vitu tatu. Anatawala na ulevi hapa Mbonde, wachang'aa, mandawa za kulevya kule Nigeria siko. Sio vitu utatafuta, enda hapa jioni asubuhi utapata. Watu wana matatu inabeba chang'aa. Siku hizi weke kwa mtungi, wanabeba na nylon. Unafikiri ni shopping bag. Unafikiri ni kitu kizuri imeweka. Kumbe wanapepa pikipiki zinaenda. Those are the strong men ambao wanaharibu vizazi, wanaharibu wazee, wamekamata wamama, watu ambao wangetumikia Mungu, watu ambao ni waimbaji, watu ambao wako na karama, wamefanyika kuwa mateka. Na sisi tunajaribu kuendea mateka. We need more power. Bwana Yesu apewe sifa. We need more power. Ndio Yesu akasema in Luke chapter number 9 verse 1. Asema unapoenda usiende hivi. Go with something. Enda ukijua unaenda wapi. Because there's a strong man. Anatawala kwa neno, anatawala kwa anga, anatawala biesi, roho ya wizi. Hapa inatawala sana. That is, hiyo ndio ile wakuluma inatawala hapa. Unyang'anyi. Wizi. Watu wa mioyo mingumu sana wapiga Kristo. Watu wanapenda wachawi kuliko wahubiri, wanapenda giza kuliko nuru, wanapenda giza. Dada moja siku nyingine alikuja hapa akaniambia, nilikuwa nilanjawa, nimesikia injili nikasema niingie. Baada hiyo nikamwambia, umetoka hapa? Mbona nilikuwa nimepelekwa kwa mama mwingine hapa, nisaidie, nataka kwenda kufanya kazi. Kamuuliza hakuna bureau ama nini? Anajua siku anajua kama siku anajua kumbe wako hapa karibu. Niambia hapana, nilikuwa nimepelekwa tu kuja kufahamu kumbe ni mganga. Alikuwa amepelekwa kwa mganga ndio amsaidie, ndio vitu zake za kupata visa sifandika haraka aende Katari akafanye kazi. There is a strong man. Natawala. Na uwezi muendea hivyo, lazima you be armed with the power. Luka anasema nini mstari wa kwanza? Luka 9 mstari wa kwanza. Akawaita wale thenashara. Akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. He gave them power and authority. Power and authority. Authority is delegated power. Authority ni kama vile unaona askari. Askari akitembea kirauni ndio hao. Akuite ama simamishe gari, gari ikatae kusimama. Sasa anaingia anaikimbiza. Anapoikimbiza anashika ule dereva, maybe atamwekelea makofi moja. Sasa hiyo ndio authority anaonyesha. Authority. It is power in work. Bwana pewe sifa sana. Nasi tumepewa power and authority. Mathare kuna mkuu wa anga anakaa
Hapa kuna wale walikuwa wanaongea, kuna wale wanaongea. Ukienda hivi chini pale kuna mti pale, Tony alikuwa anakaa chini pale, kuna mti inalianga ndamu, ukikata hivi inatoa matone ya ndamu. Ona fikiri ni kawaida. And we are here. We need to exercise the power and authority. Na tumwambie the strong man, you need to go. Manake anasema no man can enter. No man, hakuna mtu anaingia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Because wameweka vitu zao. In Isaiah 43 verse number 3 nasema nini? I'll break in pieces the gates of brass and the iron bars. Vizuizi. Vizuizi. Inaitwa nini? Barriers. Unawekewa barrier. Mtoto wewe unaweza kuwa kiwango hii. Hapa tulisema hakuna kanisa ya watu 100 Mathare. Tulisema hakuna. Kiwango hii inaendanga hii. Na unakuta ya kwamba every church na kila mtu anaelea hapo 50 vote 40 50 60 hapo hapo. Hiyo ndio kiwango tumepewa. That is the level tumepewa. You can't ascend above that. Kanisa kikua kidogo ikitaka kufika 100 110 wanakuja wanakata wanapuruka pa. Why? There is a strong man. Kuna kitu kinaongea, kuna roho inaongea, kuna utawala unaongea, kuna mamlaka inaongea. Anasema no man can enter. No man can enter. Mathare na kuwe successful. No man can enter. No man can enter. No one can enter. Hakuna mtu ataweza kufaulu na kuongezeka. Tulisema kwa nyumba hii, tulisema kwa this family, no man can build. Kiwango yao tulisema ni average life. Maisha ya kulipa nyumba na kukula na kushiba na kufaa. Hiyo ndio maisha. Hiyo ndio maisha. Why? Because there is a strong man. Na huyo anapoona ukianza vitu, unapoona sasa unaanza some project, anainuka. Ukiwa uko level ya chini hauna shida. Wewe ukiwa tu wewe kazi yako ni kulipa nyumba, kukula, hana shida. But the moment utainuka useme nataka kununua shamba, the moment utainuka useme sasa nataka harusi, the moment utainuka na useme sasa niko na project hiyo, na moment ambao utasema naenda ng'ambo, ndio utajua kuna mkuu. There is a strong man ambaye anaongea. Even the visa you cannot access. Maana anaongea. Anasema huyu ni nani? Huyu ni nani? Daudi alipoenda kupigana Goliathi, nobody mattered. Hakuna mtu ashingulika naye. Nobody worried about him. Hata wakati Sauli alimuita kwake akamwambia, wewe hujui Goliathi ni mtu wa vita siku mingi, wewe ni kijana, utapigana naye aje? Akamwambia nilikuwa nalisha kondoo za baba yangu. Akanja simba na ndubu, wakashika mwana kondoo. Mimi nikawafuata, nikawatoa mwana kondoo kwa midomo yangu. Waliponiinukia niliwararua kwa mikono. Sauli alikuwa anasema kana kwa yumi kai. Huyu acha aende. Kwa sababu si mtoto wangu, aenda tu. Enda tu. Hakuna shida. Alipomalisha the mission, na wamama wakaimba wakasema Daudi ameua 10,000 naye Sauli ameua 1,000. Alikadhapika, akakasirika, akauliza huyu ni mwanao, who is this? Who is this? Anafanya mambo haya ni nani? Ni wanani huyu? Ametoka wapi? When you start rushing, wanapoona nyota inang'aa, because kuna watu wanasoma kwa anga. The Bible says the wise men from the east, walipoona nyota walisema hii si kawaida. There is a king born. Hii nyota isokangi bure. Kuna mfalme amesaliwa, kuna kitu kimetendeka. Wakasema tutafuata tujue nyota imetoka wapi. Oh my father, waliponyora walikataa. Walipoona nyota yako, because they read in the spirit
wanajua, wanaelewa, wanasoma vile mambo yako. Before rima zao wakasoma wakasema huyu tutarima zao tutamweka chini, manake ni kisirani. Wanaziwe sana. They know how to read the nyota yako. Wanasoma nyota ya mtoto, wanasoma maisha yako. Kuna wengine they are so wanajua kusoma mikono. Ukiwapea mikono hivyo anakuambia. Wanasoma maisha yako. They are the palm readers. They are the wise men. Utilomu kaute walijua huyu is a great man. Is a pillar in their family. Maji na agunduka asoma. Na bonze balo kadi tutakuwa na wewe. Tutakata hizo miguu. Tutakuvuruga usiweze kwenda mbali. They are the strong men in somebody's life. They are strong men in a family. Kwani unjaiona familia ambao watu wote hiyo familia ni wezi? Wanasema afadhali fulani. Hata yeye tulisikia. Wote ni wezi. Because there is a spirit, there is a power, there is a strong man. Anaongea. Anasemanga hii this is a kiwango. Mutaenda hapa na mutafika mbali. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hivyo ndio naona watu wanalia. Unang'ang'ana in life. Unang'ang'ana katika biashara. I had another pastor testifying akasema kwamba wamejaribu kuanzisha na biashara na mke wake about 10 different types of business. Hii kiinuka wanaanzisha, wanaweka stoko mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ingine nakuja nasema, hii ndio mzuri. It's an opportunity. Wanaweka stoko, wanaweka mfanyikazi, wanaanza kuendelea mwezi wa pili, wa tatu, wa nne wanafunga. Inaanza ya kuuza maziwa. Anasema this is opportunity. Tulima. Sasa tunauza. Wanastoko kila kitu. 10 times of businesses. Acha sasa nunue ngari yake ya kwanza. Anasema kila siku alishinda kwa garage. Kwa garage. Why? There is a strong man. There is a strong man. Anapingana. Anasema hii familia sio hivyo. This family hakuna. Hawendi hivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wewe nataka tuelewe ya kwamba watu wa Mungu, hii neno lasema no man can rise. No man, no woman, no lady. Najua nimekuja kujua wamama pia wanajua kujenga nyumba. Na si uende ujenge kwa mikono. And the Bible inasema hivi, mwanamke mwerevu anaamkanga asubuhi mapema kabla ya kunja chini pambazuka. That is Proverbs 31, I think so. Let us go there. Proverbs 31. Sema namna gani? Tuone kama unaamkanga mapema. Tuone kama utaamka mapema. That one verse number 15. Maandiko yanasema nini? Anzia mstari tu wa 10 tukiendelea. Who can find a virtuous woman, for a price is far above rubies. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kima chake chapita kima cha majirani. Moyo wake, moyo wa mumewe umwamini. Wala atakosa kupata mapato. Umtendea mema wala si mabaya. Siku zote za maisha yake. Utafuta sufu na kitani. Ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Yes. Afanana na merikebu za biashara. Uleta chakula chake kutoka mbali. Tena uamka kabla haujaisha usiku. Kama Pastor Ruth. Uwapa watu wa nyumbani kwake. Naamka kama Pastor Ruth. Ameamka leo. Alafu anatuambia nilikuwa nafikiria ni saa 9. Mama pema. Amka mapema sema. Na ni bado nasikianga sasa ni hapa saa 11 ka usingishi. Kanataka kuja, kanaondoka. Hapo ndio nasikia sasa ndisaini yake ya kuamka.
Na amka mapema. Si mzee amke mbele yako. You rush up in the morning. Times unasaona ni kama unasoka, unamsaidia unaenda kuona ni kama you are bedding low. Lakini huyu ni mwanamke mwema. Aendelea 16. Uangalia shamba akalinunua. Uangalia shamba akalinunua. Kwa mapato ya mikono yake. Kwa mapato ama kwa ujira wake. Yani mundu dhukuma anafanya kazi kwa ujira wa mikono yake. Upanda mizabibu. Uwema. Na kama una shamba ukombwe ulime. Ulime. Because kuna roho tunapigana naye. That is a strong man. Anasema hautapata hange makwima ndo kaima atokete wanzo kukuma. Hapana. This season ndio itakuwa ya mwisho. Next season utatupea chakula. Next season utatuletea maragwe. Next season utapanda. Kama naamini sema amen. Amen. Hata kama utapanda wakule yote wao ukule ndebe moja ni shamba yako. Ni sawa. Amen. Bana pewe sifa sana. Amen. Kwani mama akikula na baba akikula si ni baraka kwako. Lakini nuna mimi. Because that is a strong man. Kuna roho ambaye inapigana na maisha yako. Inasema certain level hawezi fika. And we need to rise up. We need to fight. We need to cry. Maana anasema no man can enter. No man. Hakuna mtu hatafika that level. No man can enter. Bwana asifiwe sana. Amen. Bado naendelea. Hallelujah. Hallelujah. One of these days ninapanda ndege. Hallelujah. Baba yangu alipanda pia mimi napanda. Amen. Alilipiwa mimi nitalipiwa. Amen. I have a faith ya kwamba itatendeka. Itatendeka watu wa Mungu. Kuna roho lazima tupigane. Kuna mkuu wa anga anasema mundunda kadho wa ng'ombe. Hakuna kitu atafanya. Kuna roho inakemea. Kuna roho inapigana na maendeleo yako na biashara yako. You see the strong man come to divert your destiny. Bwana siwe sana. The strong man comes to divert your destiny. Anakutoa kwa msingi wake wa Mungu wa kweli, anaanza kukuhubiria mambo ingine. Anaanza kukuonyesha impossibility. Kwani huyu mtu yeye anahubiri ile haiwezekani, ajui neno la Bwana. Maandiko yanasema with God all things are possible. Usiangalie mfuko wako, nimekuambia next year napanda ndege. Na sitalipa nitalipiwa. Usituashe. Ili ya kwamba njia na mlango patikane. Watu wa Mungu tuende mbali. Lazima hiyo roho the strong man tumweke chini. Anasema kuna vitu vizuri vitapatikana kwako. Anaosema watoto wako hawatasoma. Wanaosema utapata kazi. Nasema the spirit of strong man lazima iondoke. Lazima ikatike. Lazima isifundike. Because anasema a strong man than you when he comes is umpire him. Amen. Lazima tumufunge katika ndu. Tumufunge mikono na miguu. Na kiongea tumuweke vitambaa siongee. Because we have the power. The Bible says, and Jesus gave the apostles power and authority. So wakiwa na power na authority tutaongopa mchawi nini? Hakuna. Ati walisema huku kwetu. Walisema kitu gani? It is cancelled. It has expired. Amen. It has expired. Amen. It is deleted. Haiko. Because a strong man anakuja kundivert in destiny. The strong man analetanga embarrassment. Unajaribu kitu kabla ufikia mahali kinasambaratika. Hata watu wanaanza wewe hiyo unaweka hata. Ulianza unaona? Embarrassment. Embarrassment.
ili ya kwamba ushushike moyo, ndio uzimie. The strong man anakuja kuleta embarrassment, uchoke, uzimie, usiweze kufanya chochote. Is the strong man amekamata the gates of your family, the gates of your children, the gate of your destiny. Ameshika, amekwamilia. Baba yako alifanya kazi, ile kitu kizuri alienda nayo ni stool, alirudi nayo nyumbani. Hata kitanda na mattress hakubeba, maana zilikuwa zimezeka, akauza. Kingine alienda nayo ni mitungi. So that way, ndio anataka kukwambia level yako ndio hii. Wewe utakaa hivi, hii maisha ukwendi mbali. It's a strong man. It's a strong spirit fighting destinies. It's a spirit of embarrassment. You are trying to do something, a project. You have saved, umesave your money ili ya kwamba ufanye kitu fulani. Lakini kabla hujakuja kutimiza, unakuta ya kwamba diversion, wizi, unyang'anyi, investment yako yote inakwisha. Na ni poverty, embarrassment. It is a power. It is the strength of a strong man. Maandiko nasema akishikilia hawezi mng'oa pale unless a strong man akuje apigane naye na amnyang'anye silaha zake, because the hammer is the strength of a strong man. Amen. Lazima ung'ang'ane, umweke chini, umwangushe ndio uweze kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pasipo hiyo hakuna mahali ingine. Hakuna uwezi enda. The Bible says in Ezekiel 11, in the book of Ezekiel, chapter number 11, moreover, the Spirit lifted me up and brought me into the east gate of the Lord's house, which looketh eastward and beyond at the door of the gate 5. And the 25 men among them, when I saw Jazania, the son of Azul, and the Pelatiah, the son of Benaiah, the princes of the people. Wapikie makofi mazuri, jeshi kubwa sana. Yes. Anasema Roho wa Bwana akanibeba, akaniinua juu, akanipeleka katika malango ya mashariki, katika mlango wa 5. Naye kulikuwa na wazee 25, 25 men. Mmoja wao alikuwa ni nani? Jazania, mwana wa Azuri. Kulikuwa na Pelatia, mwana wa Benaya. Hebu soma mlango wa mstari wa kwanza. Inasema hivi. Tena Roho ikaniinua, ikanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana, lililoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingililia palango waliokuwako watu 25. Palikuwa na watu 25. Na katikati yao nikamwona Yazania, mwana wa Azuri, na Pelatia, mwana wa Benaya. Na hao ni wakuu wa watu. Nao ni viongozi wakuu wa watu. Endelea kusoma. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watugao uovu. These are the men. These are the men who devise evil. Hawa ndio watu wanaotunga mampaya. These are the men. Because wengine unawajua. Si alipitishwa akaona walikuwa ngapi? 25. Lakini hapo alipoangalia
ona nzamba ili uzisi, ona Njazania mwana wa Zuri, ona Pelatia mwana wa Mulati. They know you, unawajua. They know you, you know them. They are in a village, you know them. They are in a neighborhood, you know them. Wengine wakikaa hiyo sokoni, unajua ile kiti wanakaa pale sokoni. Kazi yao ni kusema ndiki hichi ba. Sasa kazi yao ni kutambua. Maana angania na ukiendi. Hai? Ameshafanya kazi. Ha? Wanakaa, wanachambua. Wanaelewa, yani wanajua. Wanakaa katika malango. Haikalanzi nimekalangiti. Naona pale umewapita. Hapa. Wanakaa hapa. Sasa ukipita, wanakuangalia kutoka chini. Ona akiatha idheobu. Kanisa una wakwati yani. Pastor no wende. Sasa wanaanza. Huyu nane wa huko. Oh, kumbe kanisa kuna watu. Hiyo ndio story wanaongea. Unapopita. Nasema, oh, ni sawa. Zambe nono yako. Nasema, huyu fulani. Huyu ni mtoto wa fulani. Kwani alifuata kazi. Anafanyanga wapi? They are the men. These are the men. We know them and they know you. Wanakaa kwa gate. At the east gate of the house of God. That is where they stay. And their business is to devise mischief. Watungao mambaya. Wanenao kinyume na maisha yao. They plan wickedness. Na mashauri yao ni mambaya. Wanaosema nini? Tulia kusoma. Na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Hao ndio wanatoa mashauri mabaya katika mji huu. Nairobi, Mathare. There are some men. There are some men. Ukiona wakikwambia kuhusu Mathare, wanajua mimi nimezaliwa, mimi nimekaa, mimi ni nani, mimi ndio nini, lakini kila anakuambia si cha kujenga wewe, ni kukufunja moyo. Kwani walipokuwa wanasema hapa tuwe ibada ya jioni tunamaliza saa 1, walikuwa wanasema kweli? Walikuwa wanasema kwamba asubuhi msikuja mapema, kujeni tu saa 2. Walikuwa wanasema kweli? Their counsel is wicked. Mashauri yao ni maovu, ni mambaya. All they need is to put you down. Ukiwaambia nataka kujenga, mimi nataka kujenga hapa, sijui mnitafutie. Anakuambia unataka kujenga, lakini baada hao kwaka hapa pedo ana mudhomo hapa nyumba iwezi. Na umeshimba mtaro, sasa unaanza umeleta matuba, ambia hapana, ngoja. Wachana na hapa. Ungeanza pale, hii nyumba itaendelea. Ni nani anakujengea? Fundi fulani. Huyo si fundi mzuri, hataharibu. They devise wickedness and their counsel is evil. Jazania, unawajua? When you told them sasa mimi naenda kupeleka some saving ili ya kwamba mwisho wa mwezi ama mwisho wa mwaka niwe na some saving, at least niwe na kangolo na ng'ombe. Walikwambia nini? Ambia hapa. Ng'ombe ni kusa. Ng'ombe atakufa. Hakuna kitu tatoa. Kile unafanya, fanya hivi. Wacha nikupeleke kwa chama fulani. Pesa yako itakuwa sawa. Sasa walipopeleka kwa chama, kumbe the chama it was dying. Then devise wickedness. Sijui kama ushaambia mtu nataka kwenda kununua nguo inakaa hivi na muende umwambie hii, anakuambia hapana, sio hii. Ngai kukonya kule hizo wama.
And they never take you there. They never do anything. They are Janasias. They are the Pelatia. They stay at the gate. Wanajua muzi. Wanajua kila kitu. Wanajua maeria. Wanaweza kukwambia kila kitu kinatendeka. Huyu anafanyanga nini? Huyu anakuanga hii. Then the first wickedness ndani yao. Alafu anasema nini mstari wa 3? Wakati unawauliza wasemao, wanaosema wakati wa kujenga nyumba si karibu. Wakati wa kujenga sio karibu. Mji huu ni sufuria. Mji huu ni sufuria. Na sisi ni nyama. Yani sisi tumewekwa kwa sufuria, tuwe tunatokota. Tunapindiliwa kama ile stew ni kwa pale nyuma. Na tunaona wameshika mwiko mrefu. Nyama tuko kwa sufuria, tunapikwa, tunazungushwa. Nasungusha, unaanza kazi na kuwa mzuri, hiyo anamalizana naye. Unaanza kutembea mtaa kabla upate ingine amekukaranga vile unataka. Yani kazi yake ni kukaranga maisha ya watu. Vijana wanateseka, wazee wanaumia. Yani mji umekarangika. Hakuna mtu anaweza inua kichwa, hakuna mtu anaongea, hakuna mtu anaendesha. Nasema kwa jina la Yesu, nyumba hii watu watokee, wabarikiwa, waendeshe magari. Nasema watu waendeshe magari. Nasema watu wanunue maploti. Nataka kuweka dedication na nyumba za watu. Sema yes. Yes. Nasema tunuruka kutoa glory to glory. Glory to glory. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Glory to glory. Wacha vitu wanaotunga wanasema wakati wa kujenga hujafika. Miaka yako ya kununua ngari bado. Sasa mkwani kuna miaka ya kununua ngari. Kuna miaka, kuna mtu mwingine nisikia akisema tangu kuzaliwa nje ingia matatu. Maana yake gari zilikuwa. Sasa unaniambia miaka. Na saa hii ako na 60 years plus. Lakini tangu azaliwa nje ingia nini? Matatu. Lazima tuamke watu wa Mungu. Maandiko yanasema no man can enter. No man can enter. Hebu soma hiyo mstari Marko 3:27. No man can enter. Wameshika, wamezuia, wamekamata. Mama koa, hawezi mtu kuingia. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu. No man can enter. Na kuviteka vitu vyake. And spoil his money. Asipofunga kwanza yule mwenye nguvu, we need to tie him. Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Tumuchike, tumufunge. Tumufunge mikono na miguu, macho. Na tumufinyilie. Tumuia bandu otakahamba kuiuni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na hata akijitoa hapo mweke alama. Wanakuwa kadhiwa. Because lazima tujue ya kwamba kuna vitu. There are some spirit in one genealogy. There are some powers. Sinanena kinyume. You have tried. There are some limitations. Sema limitations. Limitations. Sema zinaondoka. Zinaondoka. Sema zinaondoka. Zinaondoka. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Because lazima tuelewe. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Lakini kwa hivyo tulitaka kuja kwenu. Naam. Mimi Paulo. Mara ya kwanza. Na mara ya pili. Na shetani akatuzuia. Maana tulitaka kuja kwenu. First time, second time, third time. And Satan hindered us. Kama Paulo anazuiwa, wao nataka kujivika kifua na nani? Na Paulo ndiye alisema I am the apostle called by the will of God. Anasema I'm a custodian of the mysteries of God. In the 2 Corinthians chapter verse 1 and the mstari wa kwanza maandiko yanasema nini? And I Paul, an apostle of Christ, called and appointed after the will of God. Na alizuiwa, he was hindered by the enemy. 2 Corinthians 1:1. He was hindered, alizuiwa. Shetani alimzuia. Mara ya kwanza alienda akaweka vizuizi.
Mara ya pili alitaka kwenda akaweka maneno. Mara ya tatu akaweka chini. Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, by the will of God. Na Timotheo ndugu yetu, By the will of God. This man is by the will of God. Is a custodian of the mysteries of God. Kwa kanisa la Mungu. Mara moja aliwaambia the Romans, I wanted to kuja kwenu ili ya kwamba I may impact some grace, some gift upon you. Ni mtu ambaye alifunuliwa mengi, but he was hindered by the enemy. Alizuiwa. Usiattain your goals. The strong man is an hindrance. It diverts destinies. It brings embarrassment. Ndugu ndio anahubiri injili mzuri sana. Lakini endelea naomba. Ndugu anahubiri injili mzuri sana. Injili mzuri sana. Amepakwa mafuta lakini ndege ninja. Ndio amemwacha tu ahubiri lakini kasi umaskini umemshika. Dada ndio huyu injili anapika vizuri sana. Lakini akikwambia the kind of embarrassment amepita mpaka unamhurumia. We need to rise up to the occasion ili ya kwamba tuharibu na kukemea nguvu za giza. Sasa maandiko yanasema nini kwa Galatia? Tuko pale 11. Paulo, tuko pale 11 Ezekieli. Pale ambapo Ezekieli alionyeshwa the man. Maana tunaenda kwa solution. Tunaenda kwa solution sasa. Tutamfanyaje the strong man? What is the solution? Ezekieli 11. Mstari ule wa 4. Maana alikuwa ameambiwa sasa hao ni watu ambao wamefanya nyinyi kuwa nyama na mji huu ni sufuria mnakarangwa. Maisha yenu, your destiny. Maisha. Basi toa unabii juu yao. Ukitembea Mende, Madhari, Sikoewe, Kunguni. Those are the things. Pako unasikia tika ametoka wapi? Dada mwingine aliniambia kwangu nimeona tupanya tule tudogo na nditi tuizilileba na si nyumba ya mabati tumie ba tule tudogo. They are the mischiefs of the 25 men. Hey! Mstari wa 4 akamwambia nini sasa? Basi toa unabii juu yao. Therefore prophesy against them. Mwanadamu. Sasa tutaenda kunena kinyume na wao. Sema amen. Amen. Tunaenda kunena kinyume na maisha yako. Tunaenda kunena kinyume na kila ngome, na kila mbinu, na kila uwezo, na kila roho inayotuzuia, inayotupinga ya kulete aibu. Tunaikanusha kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ziwe sana. Amen. Prophesy, wewe naongea. Usinyamaza. Toa unabii kinyume na wao. Toa unabii kinyume na wao. Na maandiko yanasema nilipotoa unabii, mstari wa 13. 13. Ikawa nilipotoa unabii. As I was prophesying. Pelatia. Mwana wa Benaya. Akafa. Ndipo nikaanguka kifudifudi. When we are going to prophesy, kila utawala na kila elimu ya kishetani itaanguka. Miungu zao zitafunjika. Maashera watafunjika. Miungu za mbali zitakatika. Zinaondoka. Na mkuu wa anga anaachilia watoto wako mali yako. Amen. Garisamani aliniambia, Reverend, for the last 1 year nimekuwa kasi. Sijaikosa kasi. Na silipangu pesa hivi. Pandei is 1K. Kwa hivyo nikifanya hesabu ni pesa ngapi hiyo? 30,000. Lakini ile kiatu ninunua 3 years bado ndio niko naye. Hakuna nguo nanunua. Na kuya, na kunywa basi. Ndia haka hakuna. Wanifunuia 30,000 hakuna kitu.
Hakuna kitu, hakuna saving, hakuna nini. Akaniambia sasa vile nimekuja kanisani, niombe this year na mwaka ujao nifanye mambo makubwa sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nifanye mambo makubwa sana. Nikamwambia na wewe ukitii, andika nasema ukitii sheria za Bwana. Tulikuwa na Goodluck hapa alikuwa anasikiza injili. Mama Goodluck. Tulikuwa na Goodluck alikuwa anasikiza injili. Sasa umeanza kumsumbua. Si ndio Goodluck? Fanya hivi. Fanya hivi. Fanya mkono hivi. Lazima ataondoka. Lazima atakuachilia maisha kwake Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa jina la Yesu. Nasema tunapigana the strong man. The strong man achilie maisha yako. Aondoke kwa anga yako. As I prophesied, Pelatia the son of Benaiah alianguka na akakufa. Manake yeye ni mtunga mambaya. Is a man of wicked counsel. Inua mikono yako mbele zake Bwana. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninapotabiri kila roho ya kunikamata na kuniweka chini, kila roho iliyo kinyume na maisha yangu, kila mamlaka inao monitor my life, kuanzia leo ivunjike, ikatike, iyeyuke, isambaratika kwa jina la Yesu. Sema kila roho inao monitor my family, my life, ivunjike, ikatike, isambaratika kwa jina la Yesu. Inua mikono yako mbele zake Bwana. Anza kumwabudu Bwana. Baba, tunatangaza ya kwamba every monitoring spirit inao monitor our lives in the city, in the village, nasema tunaivunja. Tunatoboa macho ya mchawi na mganga ambaye lali usiku na mchana anafuatana maisha yetu. My Father, my God, you are the Lord and our God. Wewe ni mtu wa vita, na asubuhi ya leo tunaangusha kila utawala, tunaangusha kila mamlaka, tunang'oa kila ngome, tunateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu mipango yote wazee 25 wanaokaa katika lango ya kuingia katika nyumba ya Bwana. Tunavurusha, tunaangamisha, tunategua, tunaharibu, tunapomoa njama zao na kazi yao na mipango yao katika jina la Yesu. Wanaoniwangojea katika malango ya mji, wanaonitegea katika malango ya hekalu ya Bwana, nasema rimazaa, ninatabiri kinyume, ninatabiri kinyume, ninatabiri kinyume, ninatabiri kinyume, ninatabiri kinyume, ninatabiri kinyume. Rapapapapa akakakakaka rebebezekete rapabazaka yantalalazaya marebebezekete ramamazekete ramazekakakata rebebezekekata marebebezekekete remamazekatala. Bwana unaweza, Bwana unatosha, Bwana tawala maisha yetu.